TFRA, mbolea bora kwa wakulima wote. Kwa majina anaitwa Steven George Mlimbila, namiliki kampuni ambayo inaitwa Avonemes Green Farm. Uzalishaji unaongezeka sana ukilinganisha na hapo mwanzo. Wakati mwingine mwanzo tulikuwa tunaambiwa ni tutumie mbolea ya samadi tu peke yake. Ndivyo tulivyokuwa tunatumia hiyo, lakini uzalishaji wake ulikuwa uko chini. Kwa hiyo sasa hivi tulipopata elimu nzuri ya matumizi ya mbolea, kwa hiyo tunaona kabisa na mazao yanaongezeka, hata idadi ya kilo zinaongezeka, kwa sababu wakati mwingine tunatakiwa kupima udongo wetu, tujue ni virutubisho gani vilivyopungua kwenye ardhi, ndipo tufanye matumizi sahihi ya mbolea na ni kiasi gani tuweke kwenye miti. Kwa hiyo kutokana na matumizi ya mbolea, uzalishaji wake umeongezeka sana, kwa sababu mbolea hizi ukitumia kiwango sahihi kwa matumizi sahihi na kwa maelekezo mazuri ya maafisa kilimo, unapata matokeo mazuri sana. Tunapokuwa tumeweka zile mbolea mpaka tunapofikia msimu wa kupeleka sokoni, tunajua tumepata elimu za kutosha. Kwa hiyo lazima kikomo cha kuwekaji wa mbolea ni lini, na mazao mpaka inapofika kwamba mbolea zimeisha, zao lile ni organic, linaenda sokoni zao hili likiwa liko organic kabisa, hata kama tumetumia mbolea za chumvi chumvi. Ongezeko la mavuno baada ya kuanza kupata elimu ya matumizi sahihi ya hizi mbolea. Kwa hiyo baada ya hapo, kila mwaka kuna ongezeko la kontena zima la tani 24 ya parachichi. Mwanzo nilikuwa napata kontena kama 4, lakini sasa hivi natoa kontena karibia 8 kutokana na matumizi. Kila mwaka kadri ya miti inavyozidi kukua, mavuno yanaongezeka, yani matunda yanaongezeka ukubwa, na miti yenyewe kadri inavyokuwa na mavuno katika mti yanaongezeka. Kwa hiyo mti huu kama mnavyoiona sasa hivi, kama mti mwaka jana ulitoa kilo 100 kwa mti mmoja, maana yake mwaka unaofuata ukifanya matumizi sahihi ya mbolea inaweza kaongezeka kilo 30 au kilo 40 kwa mti mmoja. Kwa hiyo ndivyo mavuno yanavyozidi kuongezeka. Kwa hiyo mpaka sasa hivi 2025 nimeshavuna kontena 7, lakini kama mnavyoona miti bado ina matunda ya kutosha na sijamaliza kuvuna. Na mimi binafsi nimeamua kutenga sasa mashamba yangu. Yako ambayo naanza kuvuna mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 3. Wakulima wengi lazima wajue ili kwamba inapofika mwezi wa 4 kidogo bei huwa zinapungua mpaka mwezi wa 6 wa 7. Kwa hiyo yako mashamba mimi navuna mpaka mwezi wa 3 wakati bei ziko rafiki na mkulima. Ikifika mwezi wa 4 baada hapo sivuni tena, mpaka kuanzia mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 9. Kwa hiyo nimeamua kuweka utaratibu katikati hapa ambapo soko linakuwa sio zuri, mimi nasimama kabisa, sifanyi uvunaji. Nasubiri bei tena iongezeke ndo niendelee kuvuna. Kwanza moja, nianze kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutoa ruzuku ya mbolea. Hata haya matokeo ambayo mimi nayapata kweli kabisa kwenye hichi kilimo cha zao la parachichi, nafikiri ni juhudi za Mheshimiwa Rais. Kama asingeweka ruzuku, tungenunua ile bei halisia kabisa ya mbolea mwanzo. Sidhani kama ningeweka kile kiwango ambacho kinatakiwa. Ningeweza kuweka kiwango kidogo ambacho kingenipelekea mimi mazao kupungua kwa ule uvunaji ambao itakuwa nivune. Lakini kwa sababu mbolea hizi tunazinunua kwa ruzuku, na ninaweka kiwango kile ambacho wataalamu wameshauri, kwa hiyo tunapata matokeo mazuri ya mavuno, ni kwa sababu na bei kidogo imekuwa ni rafiki kwa sisi wakulima. Kwa hiyo kwa mfano mimi huwa naanza kuweka gramu 200 mpaka 250 kwa mti. Kuanzia mwezi wa 12, mwezi wa kwanza na mwezi wa pili mpaka mwezi wa 3. Miezi 4 mfululizo naweka mbolea. Ile miti ambayo sivuni miezi hiyo, ile ambayo navuna kuanzia mwezi wa 7 ndio naweka mbolea kuanzia mwezi wa 12 wakati wa mvua. Mashamba mengi bado hatujaweka mfumo ya umwagiliaji. Lakini kama ingekuwa na mfumo wa umwagiliaji, manake unaweza kuweka mbolea msimu wowote, swala ujue kwamba utavuna lini. Sasa kwa sababu sisi huku tunategemea mvua, mwezi wa 12 ndio zinaanza kunyesha. Kwa hiyo ndio tunaanza kuweka hapo mpaka mwezi wa 3. Kifika mwezi wa 3 tunasimama mpaka mwezi wa 8 ndio tunavuna matunda yetu kupeleka sokoni. Kama kijana, hii fursa ya mbolea hizi za ruzuku nimeitumia vizuri sana, na hasa kwenye kilimo kwa ujumla, na nimekuwa nikiwashauri vijana wengi waingie kwenye hichi kilimo cha zao la parachichi na mazao mengine. TFRA, mbolea bora kwa wakulima wote.